Tumeweza kuwaleta makabila mengine wiki zilizopita kuweza kujifunza kuhusu namna ya kuweza kuleta undugu unapokuja kuweza kutafuta jiko. Na leo ningependa kuweza kujifunza ni hatua gani huwa zinachukuliwa endapo mimi nitakuwa nimependa binti mrembo ametoka katika jamii ama kabila la Wakikuyu, naanzia wapi ndugu yangu? Naam, asante Rashid. Sisi kama Wakikuyu tuko na vitengo au upangilio mzuri sana wa kuweza kupata bibi. Ya kwanza, kama jamii zote, ni kijana aweze kujuana na msichana. Hiyo ni kazi yao. Baada ya hapo, msichana ataenda mueleza mama yake, na kijana pia atamueleza babake. Kutoka hapo kutakuwa na siku ya kuingia nyumbani kuuliza wale mzee, aende aulize yule mzee mwingine kwamba wangependa kuoa. Tofauti sana na kabila zingine, sisi Wakikuyu wanawake huwa ndio wanaongoza katika kuingia kwa boma. Wanawake pia huleta zawadi, wamebeba. Wanawake pia huhusika katika kubeba, kuna pombe ya kuuliza. Na baadaye hapo tutaweza kupata kwamba kuna mbuzi mbili. Moja kondoo imekomaa kiasi, tunaita mwate, na mbuzi imekomaa kiasi lakini hazijapata dume. Hizo ni muhimu sana kwa Mkikuyu. Kutoka hapo tunakubaliwa kutoa mahari. Kisha toa mahari, kuna vitu wenye wazee wataongea, waseme mtaleta hii, mtaleta hii, mtaleta hii, na pia watapewa hesabu ya mahali na kiasi. Mahari yanatajwa na nani? Mahari yanatajwa na bibi anataka kuweza kuolewa ama ni inatajwa na wazee ambao ni rika na kwa hiyo binti pale ana chake cha kusema mahari yangu mimi kutoka kwa huyu jamaa anataka ni kitu fulani. Hapana. Kile ataweza kusema yake tu ni moja. Kumwahidia babake kwamba anajua ile jamii na amekubali kuolewa kule. Na amekubalia baba aendelee kupokea mahari. Mbona asipewe uhuru wa kusema mahari yake na yeye ndiye anaolewa? Sababu mila yetu Rashid haikubali vile. Manake msichana ni wa jamii moja. Ya pili, anaozwa kulingana na vile mamake mahari ya mamake. Kama mamake alitolewa mahali kiasi hiki, pia msichana lazima aweze kutolewa. Na ikija katika ya mahari, labda kabla tuweze kuendelea mbele, mahari yanatolewa yote moja kwa moja? Hapana. Sisi Wakikuyu tuko na mila ya kipekee kwamba akifunguliwa, kwanza sisi husema tumekufungulia nafasi. Fungua mlango. Tumefungulia mlango, tumekuonyesha pahali utaweka. Ni kama kumwaga hali ya kumwagia, tunasema taka. Kama kuweka taka pale kando. Ukishaanza kuweka pale, unauliza, sasa pahali nimefikisha ni kiwango gani? Hapo ndio watakuhesabia. Tutahesabu tukwambie umebakisha kiwango hii. Lakini wakati huo umeshafikisha kiwango fulani, unakubaliwa kuchukua msichana baada ya kufanya sherehe tunaita ruracio. Au wanasema kutinia kiande. Siku hizi vijana naona mnapelekana tunaenda kurenga kukata kiande mkono. Hiyo ndio ya kusema msichana sasa ametoka kwa boma, ameenda sasa kwa ile boma nyingine. Hata kama hajamaliziwa. Yes. Na nyingine ya muhimu sana, Mkikuyu hataki ulete mahali yote siku moja. Anataka ule uhusiano wa karibu wa kila wakati. Ati wewe hukuja na utarudi. Unakuja usiende moja kwa moja. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba kuna Wakikuyu ambao wanaishi ambao wana umri wa miaka mingi ama wana miaka mingi tu ambao bado wengine hawajamaliziwa kulipa mahari. Lakini ni deni. Hawajamaliza lakini ni deni. Lazima walipe. Na nikaaga dunia jamii yangu na jamii yako italipa, watoto wako watalipa. Kama watoto wako watalipa, wajukuu watalipa. Nikikata napelekwa kwa udhamaki. Hutapelekwa. Manake ni baraka za Mwenyezi Mungu na za wazazi. Napelekwa huko. Je, kwa mke ambaye kama vile mzee, tuchukulie mzee hapa ameoa na wamekaa na mzee hajamaliza kulipa mahari. Alafu kesho mtoto wao anataka kuweza kuolewa. Wao wenyewe hawajamalizia mahari na kuna mtu ameweza kuona binti katika boma lao. Ni lazima wamaliziane mahari ndio wataje mahari ya yule binti, ama pia kutakuwa na madeni mawili ya baba na mama, deni kuja pia yake deni? Hiyo deni kwa Wakikuyu, hiyo deni haiishi. Kwa hivyo kwa mwezi maliza deni ndio muitisha. Haiwezi kurukwa. Vile itafanyika, huyu mama na tunaenda kwa huyu mama mwenye msichana wake anakuja kuolewa, naye mwenyewe hajamaliza, inabidi lazima amalize. Kama sio hivyo, ile yenye italetwa atachukua na kupeleka kwa wazazi wake. Itapita tu, yeye atakuwa conveyor. Ile ya mtoto wake. Sasa ya mtoto wake hataguza. Kama yeye hajamaliza. Ndio nimesema tuchukulie yeye hajamaliziwa mahari yake. Ndio. Na mtoto wake pia amepata mwanamume ambaye atakayokuweza kumuoa. Ndio. Je, inakuwaje? Ni amaliziwe huyu kwanza ndio apokee mtoto wake ama inakuwa vipi? Inafaa amaliziwe kwanza. Lakini kama haiwezekani, yale mahari yenye italetwa, manake hawezi kumzuia msichana wake kuolewa. Ikiletwa hawataguza. Hawa wazazi wawili wataitumia tena kwenda kulipa
deni hiyo hawezi guza. Na ndio sasa hiyo maneno ya deni iko pia na masharti yake. Kwa hiyo deni limewekwa kama mpango tu wa kujamaa asiende kabisa. Yawe akija kila siku. Cheze karibu na mapenzi yaendelee. Mugikûyû na mshemeji yake ni kama wanaweka mapenzi kiasi. Kuna heshima kubwa sana hapa katikati, lakini pia wanakuwa kitu kimoja. Kuna msemo tunasema ati kama fisi au hii leopard chui akija kujaribu kukula mbuzi, wenye wataenda kuiua ni mtu na shemejie. Kwa hivyo wanafanya kitu kusaidiana. Ndoa kawaida zinapotengezwa, kabla tuweze kuwaingiza ndani, ndoa katika vitabu vitakatifu hata pia ni kwamba watu wapendi watu waachane. Mkioana atakana mkae, mufe muzikane. Ikifika hatuombi, lakini ikifika mahali ndoa haijasimama vizuri, bwana na bibi wamekosana, kabla waachane lazima yale mahari yamalizwe, ama wanaweza achana na ikawa hakumaliza kulipa mahari? Kuna njia tofauti. Kama wamekubaliana kuachana na imesemekana hii ndoa haiwezi kuendelea, kama mahari imetolewa, itabidi mahari irudishwe. Lazima hiyo mahari irudishwe pahali ilitolewa. Kuna vitu haziwezi kufanyika kwa sababu kama kulikuwa kumechinjwa mbuzi sababu ya sherehe. Anasema ni mshaoana, mmeishi mmezaa watoto, alafu kuna siku ndoa imeshindikana, mnaachana na bado kuna deni la mahari. Mume lazima alipe ndo achane, ama mnaweza kuachana? Kama ni kuachana, unajua sasa haya maneno kama yamesimama. Lakini huyu mama si amewachwa. Kawaida sisi Wakikuyu watoto walikuwa wanakaa na mama yao. Kwa hivyo watoto wabaki na mama kwa mfano. Na huyu mzee washawachana, mama ako na wasichana na wataolewa, deni litalipwa. Na mengi tutaweza kuyazungumza kwa kirefu, lakini nasema kwamba hatua yetu ya kwanza, watu wanakuja kujitambulisha kwa familia. Wanakuja kuweza kujitambulisha kwa familia ya binti, na wazee wangu watakuwa wananieleza baadaye mmoja baada ya mwingine umuhimu wa hatua kama hii, manufaa yake hatua kama hii, na ikikosekana jua ndoa iweze kusimama. Kwa hiyo nafikiri ni vyema tuangalie jinsi wao ufika katika boma la pale ambapo wanataka kuweza kupata mke. Odigoko kwa nyina wa boye, odigoko ithuene tuakae tutigocereirwe itukite ithae saga odigoko welcome kwa nyina wa boye welcome. Karibishwa. Ameweza karibishwa. Labda pengine mzee wangu uweze kutueleza kwa nini ambacho kinaendelea hivi sasa na mama nini kimeweza kuendelea kwa kifupi. Kwa jina tena narudia, mimi naitwa Thoma na mimi natoka katika ukoo wa Anjiro, na sisi tunatoka katika boma mji wa Nakuru, na tumetembea leo hapa kwa mzee Gikonyo na tumelete kijana wetu ambaye amepata mchumba msichana kutoka kwa huyu mzee, na tumekuja tuongee ili tuelewane katika hiyo mambo. Kijana wetu anaitwa Nderito ambaye tumelete na amepata mchumba katika hii boma lako mzee Gikonyo. Na acha tusikie mzee Gikonyo anajibu vipi. Asante sana. Jina langu nilisema mimi ni Gikonyo Mumboi wa Mbale ya Marigo, na nimetoka pande ya Laikipia Marumanet Siron sublocation. Nimekumbali msichana wangu aolewe na kijana wa Mr. Gaidhuma. Kitu ambacho ninahitaji ni pombe ili tuwabariki. Sasa tutaweza kuona kwamba pombe itawekwa pale, wakina mama wapeleke pombe pale kwa mzee. Peleka mama, tupatiane hiyo pombe pale. Akishapatiana aweke pale. Kawaida ni vibuyu vitatu. Lakini pelekea ndugu yangu ndiye atapokea pombe. Hiyo ni ndugu yangu.
Kwa hiyo umeitisha pombe kama baraka. Na baraka. Umuhimu wa hii pombe ni nini katika hatua hii ya kwanza? Umuhimu wa hii pombe ni ya kubariki wale watoto ambao wanaolewa. Binti yangu aolewe na ukoo wetu ukubalie na wanywe pombe ya kubariki upande wote mbili. Kwa wale mzee wenye kijana na ukoo wangu wa msichana wote wa msichana, ili wakubaliane na tule pamoja, kwa sababu tunataka furaha baada ya na kuwabariki ili waendelee. Kama ni kupata watoto hatutakuwa na pingamizi. Sasa akipata pombe atampatia, kisha kubali pombe atampatia mama, alafu mama naye ana nafasi yake ya kusema. Ndio. Majina yako ni Veronica Wairimu Jega. Karibu. Na muhiriga ni Wajiro, na hiyo ingine ni Maina na Mwangi, na nilisema msichana wangu ni Wamboi, na ninasema nataka niongee naye kwa sababu nimuite akunje aniniambia naona bwana wasa akuje Wamboi uka mpatie mic. Wamboi uka ruracio naona ta muthuri maito. Umesema umeona bwana? Ndio bwana mama. Ambia baba yako akunywe au akose akunywe. Patia huyo mic. Asante sana. Jina langu Joroge Wajali, mujiro wa mbale ya Gishero lika la Mwangi Wamboi. Alika ni Maina ni Mwangi Wamboi. Niwetekerete nywe njohi ino. Umekubali nikunywe hii pombe? Ndio baba. Kuna wakati utanifanya aibu? Hapana baba, la hasha. Unaweza kubali nikunywe nitabike? Hapana baba. Asante. Kulingana na hii pombe hapa tunaweza kueleza kidogo Rashid, ya kwamba wakati pombe inawekwa kwa hiyo kitu ya kukunywa. Sasa kijana. Sasa naweza kueleza ya kwamba Wamboi amefurahi sana. Asante Maraine, asante sana. Sasa kueleza hapo ni kwamba umuhimu wa hii pombe ni yale maneno Wamboi amejibu baba yake, ya kusema Wamboi kaa tu hapo karibu na baba, ya kusema kwamba amekubali kuolewa na hatafanya aibu. Hiyo ni ahadi kwa baba yake, ni kama covenant, na hakuna siku ingine baba amewahi kumuuliza swali iko na ugumu vile. Manake baba akisha kubali kunywa hii pombe sasa ni kwamba amefungua mlango, harusi, ndoa iendelee. Mbona sasa Wamboi amekuambia kwamba hata kutia aibu, ako sawa, ataitunza hii. Tumeweza kuona bwana amekuja amempa pamba. Nini kinachoendelea sasa hivi? Asante sana. Hii pombe ni pombe ya Muratina ambaye ndio natumiwa na Wakikuyu. Na Muratina ni mti ambaye huwa inajiongeza ukali na kuna sukari, kuna miwa ambaye miwa haiongezwi fertilizer. Hapa kuna asali kwenye hii pombe, na asali nyuki huwa inaenda kutafuta hiyo tamu kutoka kwa vitu mingi kama maiti, kila kitu kimekufa hata miaka 10 ndio iko hapa ndani, na hii ndio Wakikuyu wanatumia kama ya kubariki, kufanya sherehe yoyote ya Wakikuyu, na ndio iko hapa ndani. Na huwa nitatumia pembe ambaye ndiye natumia ya kuweka pombe na kubariki katika sherehe zote
za Wakikuyu. Sasa ndugu yangu Wambui, oya ruhia rugu kirire muro wa johi hiyo. Sasa msichana, chukua hiyo pombe upatie ndugu yangu. Utaweka kutoka kwa hii, utaweka kutoka kwa guard uweke pale. Sasa umuhimu wa hii Rashid ni kwamba msichana mwenyewe ndio atachota pombe pale. Alafu akishamwekea alafu akishamwekea baba yake sasa akishamwekea sasa naye baba yake yeye kwanza ana test. Huyu mzee ana test. Baba ya msichana unaona hakuuliza maswali. Mwenye aliuliza maswali ni ndugu yake. Manake baba anajiwachia nafasi. Ikiwa kitu kitaenda kifanyike kibaya, yeye mdomo yake haikusema. Yenye ilisema ni ya ndugu yake. Kwa hivyo kuna nafasi. Ikiwa kuna lolote laweza kupatikana, kuwe doa ya Wambui, shida itatokea. Arudi kwa baba. Baba atamkaribisha. Manake yeye ndugu yake ndio alimuuliza maswali. Haya, ndugu yangu, hebu kunywa pombe hiyo. Asante sana. La kwanza ni lazima wakati unapatio hii pombe upatio na mkono ya kulia. Na wakati nitaipokea naipokea na mkono ya kulia. Kirathime muiretu, bariki msichana wetu. Nikipata pombe, la kwanza ni kuonja, la pili ni kutia mate kwenye kifua, halafu kwa mkono ya kulia, mkono ya kushoto. Asante. Hebu mwelimishe mtazamaji, ina maana gani kwamba uonje kwa kifua, mkono wa kulia, mkono wa kushoto? Ina maana la kwanza nimebariki kwa kifua, ambaye ndio yenye kufanya baraka zote. Hata kama wakati nabariki watoto lazima niwatupie mate kwenye kifua. La pili ni mkono ya kulia, ambaye ndio huwa inafanya mambo yote kama kutafuta mali. Na la pili, na ukipata mwanamke wakati amepata mtoto anashika na mkono hii. Asante. Na kinachofuata baada ya hapo? Sasa baada ya hapo sasa baada ya hapo tukishakubaliwa na pombe imechukuliwa, hatua ile kubwa sana ni ya tena siku nyingine tena. Pana siku ile. Na unakumbuka wale wamama walikuja wamebeba viondoo. Na kunakuwa na sherehe ya watu kukula. Lakini siku ya pili yenye tutarudi tena, mdhamaki ataeleza sababu kuna umuhimu kubwa sana siku yenye tunarudi. Manake hii sasa siku ya kwanza imeisha, sasa ni siku ya pili. Na siku ya pili ndio tutaleta ile step ya ile mbusi nilisema. Okay, asante sana. Kulingana na mila yetu, baada ya wasemeji kuleta pombe ya kwanza ya kuuliza msichana wapatiwe nafasi ya kuwa msichana, siku ya pili ikifika wanaleta mwati na harika. Hii ni buzi na kondoo ile bado za. Kwa sababu gani wanaleta hizi buzi mbili? Hizi buzi mbili zinaletwa ili kuonyesha huyo msichana yeye bado pata mtoto, yeye atabarikiwa akiwa ni msichana kamili, na huyo kijana naoa akipeana hiyo mwati na harika baba yake ameleta, itaonyesha wao wamekubali huyo msichana aolewe na huyo kijana. Na kutoka wakati huo sasa mambo ya kulete mahali au kulete mali ya kuoa huyo msichana sasa wamefungulia mlango, na wataendelea sasa kulete mali hiyo ingine. Kwa hivyo sasa hiyo imetokana na sasa wamekuwa masemeji. Masemeji baada mbili, semeji ya msichana na semeji ya kijana. Kwa hivyo hiyo mali ya mwate na harika ni muhimu sana kila kwa jamii yetu ya Wakikuyu. Ikiwa yeye bado tolewa hizo, yeye hawezi kuleta mali. Na kama yeye alileta mali, kama mfano iwe imeletwa kama pesa,
wakati wazee wataketi chini wasungumuze juu ya huyo msichana, lazima ile pesa au walilete hapo bereni kwanza iondolewe ya kusimamia mwati na harika. Labda tuongeze kidogo pale. Rashid, kuna wakati juzi kumetangazwa hii sheria ya customary marriage. Na registrar wa msajili wa maharusi aliita wazee, na nilikuwa mmoja wa wale wazee, kusema ya kwamba ni kitu gani cha muhimu kufanyika katika utamaduni wetu ili watu waoe. Katika jamii zote wako na kiwango kile cha chini kabisa. Sasa kwa Wakikuyu hiyo ndio nafasi ya chini kabisa yenye imefanyika sasa. Kama umeshatoa hiyo mwate na harika, hata muende kusema kesi yote itokea ati huyu si bibi, huyo ni bibi. Hata kama hakuna mahali imetolewa baada ya hiyo, hiyo imekubaliwa katika Kikuyu customary law kwamba, au customary marriage kwamba harusi Mkamili. Tumeona Wamboi, sio? Wamboi alikuwa amekuja hapa kwa baba yake akamuuliza maswali. Ingekuwa Wamboi anaolewa lakini ana mtoto. Na mtoto tayari. Si ndio? Utaratibu ungebakia huu ama mambo yanabadilika? Shamadhamaki ataeleza pia. Kama Wamboi alikuwa na mtoto, jambo lile linafanyika, yeye anakubaliwa kuolewa. Lakini baba yake au baba ya kijana hata leta ile pombe ya kwanza, kwa maana ile ya kwanza inaletwa kwa msichana yule bado olewa, na wakati huo imeletwa sasa wametengeneza ile tunasema ni kama amefanywa engagement ring. Kwa ni kama angekuwa na mtoto hii pombe isingeletwa. Italetwa, lakini italetwa wakati wa kuja hapa na kuleta ile kitu, atalete mwati na harika zote zitaandamana siku moja. Lakini kwa msichana kamili kuna kuwaga na step ya kwanza ya kuleta hiyo pombe. Halafu watatoa kitu kidogo inaitwa idhigi. Hiyo idhigi ni kama engagement ring ya kuonyesha huyo msichana amekwisha ulizwa au yuko tayari kuwa kijana fulani. Na kwa baba, mfano kama wageni wamekuja kwako kwa nyumba kama walivyokuja, lakini mtoto wako umejua kwamba kabla hata kuolewa ana mimba ya yule jamaa aliyekuja, kuna faini wanalipa, kuna tamaduni zinafanywa za kijamii, ama inakubalika tu utapokea pombe na muwabariki na ndugu yako wabariki msonge mbele? Kama bando angali amemweka msichana wangu mimba, tuna faini ambayo tutaweka. Ni kama nini faini yenyewe? Ni kama faini, kila wakati sisi hatukuwa na pesa, tulikuwa na mbuzi. Tunamtosha mbuzi ya kufanya jambo lile la kando ya doa, na lazima baba yake na wao watalipa hiyo busi ambayo tutalipa ili tukubali ya kwamba hata yeye alikosea. Faini kwanza, alafu shughuli nyingine ndio inaendelea baadaye. Shughuli nyingine itaendelea baada ya tunasema kumsinja. Kumsinja ni kusema ya kwamba lete mbuzi kwanza, tumpige faini, alafu mbuzi zetu atarudi kulete kama kawaida. Na kama pengine kuna mbuzi ambayo ingetolewa na baba ya huyo msichana, ambayo najua upande ya msichana lazima matiti lazima iwe imesimama. Hizo mbuzi hapana. Wakati ameolewa akiwa msichana kabili, matiti huwa imesimama, na sasa amezalia kwa babake, kwa hivyo matiti imeanguka. Lazima baba huyo msichana atoe buzi ambaye ni ya kuamsha nini matiti.